Somo letu, nguvu ya utii na faida zake. Somo la leo, nguvu ya utii na faida zake. Nguvu ya utii na faida zake. Haleluya. Andika, kutii ni kukubali kutenda sawa sawa na maagizo. Kutii ni kukubali kutenda sawa na maagizo. Na Mungu anapotupa maagizo au maelekezo, ni wajibu wetu kuyatii. Neno utii ni kuyafanya yale maagizo ambayo Mungu anatuagiza hivi leo. Na utii hauwezi ukaitwa utii. Una neno moja, unyenyekevu. Utii unaambatana na unyenyekevu. Tunaposema unamtii Mungu, lazima umnyenyekee Mungu. Hivyo utii huambatana na unyenyekevu. Yakobo 4:7. Ndio. Nitasoma Yakobo 4:7. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Haleluya. Basi mtiini nani? Mpingeni nani? Shetani. Atawakimbia. Maana yake, utakapofuata maelekezo ya Mungu, shetani anakukimbia. Mshike jirani yako. Shetani anakukimbia pale unapoyatenda na kuyafanya maagizo ya Mungu. Shetani anakimbia mwenyewe. Sisi tumesoma hapa, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Tumesema kutii ni kukubali kutenda sawa sawa na maagizo ya Mungu. Ukikubali kuyatenda sawa sawa na maagizo ya Mungu, shetani atakukimbia. Andika point. Mungu ameweka msingi wa mafanikio ya mwanadamu. Mungu anaweka msingi wa mafanikio ya mwanadamu ni kutii. Huo ndo msingi tuliowekewa ili tuweze kufanikiwa katika maisha yetu. Mungu amesimamisha msingi wa kutii. Tusipotii, tumeuvunja msingi wa Mungu. Tusome kitabu cha Mathayo 7 mstari ule wa 24. Mathayo 7:24. Mathayo 7:24. Mathayo 7:24. So, basi kila sikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Yeye asikiaye maneno yangu, huyo ndio mwenye akili. Maana yake mwenye akili ni yule anayetii, ni yule anayefanya yale Mungu anayosema. Huyo amefananishwa na mtu aliyejenga nyumba yake kwenye msingi. Nyumba, sisi ni nyumba ya Bwana, sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hivyo Mungu ameweka msingi wa mafanikio ya mtu aliyeokoka ni kutii. Kutii ni kuyafanya yale Mungu anayoelekeza. Kumbukumbu la Torati 22:1 mstari 1 mpaka wa 2. Uone msingi Mungu ameweka. Some Kumbukumbu la Torati
28 mstari wa kwanza na wa pili. Kumbukumbu la Torati sura 28. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza na kufanya maagizo yake yote ninayokuagiza leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Mbona huo ndo msingi. Mungu anasema utakaposikia, maana utakapotii na kuyafanya yale ambayo Mungu ameamuru, ndipo mafanikio ya wanadamu yanakuja. Inge Yesu mama. Amen. Huo ndo msingi Mungu alioweka. Kama Mungu anasema tuombe, tuombe. Kama Mungu anasema tukeshe, tukeshe. Kama Mungu anasema tutoe, tutoe. Kama Mungu anasema tuhubiri Injili, tufanye nini? Kama Mungu anasema tusiwe wachoyo, tusiwe. Kama Mungu anasema tuwe wakarimu, tuwe. Kama Mungu anasema ya kwamba tuache dhambi, tuache dhambi. Huo ndo msingi wa mafanikio. Pigia Yesu makofi. Pia jirani yako, Mungu ameshaweka msingi wa mafanikio, shindo na ubomoa wewe mwenyewe. Mafanikio umeyabomoa unaposhindwa kutii, maana kuyafanya na kuyaishi, umebomoa mafanikio yako. Mwambie jirani yako, wajinga ndio waliwao. Mwambie jirani yako, wajinga ndio waliwao. Ulishaona wapi mtu anachoma moto biashara yake? Ulishaona mtu mwenye akili anachomaka biashara yake? Ameweka tukaraka alafu anaenda na kibiriti anachoma, anamwaga petroli anachoma. Hivi kweli yuko sawa sawa? Mwambie jirani yako, kutokutii ni kama kichaa kilichomwingia mtu, anaenda anachoma biashara yake aliyowekeza pale ili apate faida na kuishi. Hivyo ndivyo choma wewe. Mwambie jirani yako, mchana ulichoma msingi wa mafanikio. Hebu piga kelele kwa Yesu. Piga kelele kwa Yesu. Sisi tumeharibu wenyewe msingi wa mafanikio. Amen. Andika jambo ifafanua tena. Nguzo kubwa nyingine imesimama kwa ufalme wa Mungu ni utakatifu. Andika. Nguzo kubwa imesimama katika ufalme wa Mungu ni utakatifu. Utakatifu huwezi ukaupata bila utii. Huo ni msingi wa pili. Huwezi ukaupata utakatifu bila utii. Utii ndio unasababisha uwe mtakatifu. Huo ni msingi wa pili. Haleluya. Dhambi yoyote ni matokeo ya uasi. Andika neno hilo. Dhambi yoyote ni matokeo ya uasi. Uasi ni matokeo ya kukosa utii. Andika neno. Uasi ni matokeo ya kukosa utii. Adamu alipokosa utii, mauti iliingia kwa mwanadamu. Mauti inaingia kwenye biashara. Unafanya biashara inakufa. Unaanza nyingine inakufa. Unaenda kazini unafukuzwa kazi. Unakosa kibali kwa sababu ya uasi, kwa sababu ya kukosa utii. Mambo yako yafunguki, mambo yako hayaendi. Hakuna upenyo wala huoni mlango wa kutokea. Ni kwa sababu ya dhambi. Sema amen. Dhambi ni matokeo ya kutokutii. Uasi ni matokeo ya kutokutii. Tunaposhindwa kutii, tunamwasi Mungu. Maana tukimwasi Mungu, hatutaomba, hatutashuhudia, hatutaalika watu, hatutakesha, hatutatoa mafungu yetu ya 10. Angalia umekuwa mwasi. Tangia Januari umeiva mafungu ya 10 mangapi?
umeshakuwa mwasi. Hiyo ni nini? Hakuna utii. Dhambi imeingia. Ikishaingia dhambi, unakuwa kinyume na Mungu. Mungu leo akufungue. Sema Yesu nifungue. Yesu nifungue. Sema niko gerezani. Andika neno. Kila anayekosa utii, huyo anaingia kwenye dhiki, anaingia kwenye shida, na kubwa zaidi anaingia kwenye miliki ya shetani. Mtu yoyote anayekosa utii anaingia kwenye miliki ya shetani. Ni halali shetani ya kumiliki, na Mungu anamruhusu kabisa ayamiliki. Amiliki kazi zako, amiliki biashara, amiliki mke wako, amiliki mume wako, amiliki watoto wako. Ni halali. Kwa maana umekosa utii kwa Mungu, unaingia kwenye umiliki, kumilikiwa na shetani na kuzimu. 100% lazima shetani akumiliki. Iko hivi. Sema amina. Samueli wa kwanza 15:22-23. Samueli wa kwanza 15:22-23. Someni. Mstari 22. Naye Samueli akasema, "Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu." Na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Msingi wa mafanikio ya mwanadamu aliyoweka Mungu ni kutii, kunyenyekea, kuyafuata maagizo yote ya Mungu kutoka mwanzo mpaka Ufunuo, uyaishi. Huo ndio msingi tuliowekewa na Kristo. Kama unalisoma neno, haulifati na kuliishi na kulitenda, lazima utamilikiwa na shetani. Iko hivi. Sema amen. Andika, mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Isaya 1:19. Tukikubali, naona tukitii, tunakula mema ya nchi. Maana tukiyafuata, tukayatenda, tukayaishi yale tunayoagizwa na Mungu, mema ya nchi lazima yawe yetu. Soma hii. Isaya 1:19. Ndio. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Umeona msingi Mungu aliyotuwekea: kutii, kuyafuata, kuyatenda, kuyaishi. Anaosema Mungu, maagizo ya Mungu, mema ya nchi lazima yawe katika maisha yetu. Na nataka yaone mema ya nchi yawe juu ya maisha yake. Tii Mungu, yafuate maagizo ya Mungu, mema yatakuja. Ndio maana Mungu anasema, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, haya yote mtazidishiwa. Haya yote